Iran wameshinda vita. Iran wameshinda vita. Iran wameshinda vita. Mimi niliwaambia zamani sana kwamba Iran ameshinda vita. The reason why Iran ameshinda vita, sababu za msingi ambazo zinazosababisha Iran ameshinda vita ni kwamba wao walitegemea siku 5 za kwanza Iran awe ameshapotea kwenye ramani ya vita, ameshajisalimisha. Haiko hivyo, na watu walifikiria kwamba Marekani na Israeli kushindwa eti paka waone Marekani yote imeenda chini. Hapana, vita ni strategic, vita ni mpangilio, vita ni malengo. Yaani unapigana vita, kwa nini unapigana vita? Irani inajua kabisa kwamba Marekani ni nchi kubwa, ni nchi imewekeza zaidi ya bilioni 895 kwenye masuala ya kijeshi. Irani imewekeza bilioni 15 na milioni 400. Ni pesa kidogo sana, lakini hiyo pesa ambayo kidogo umewekeza kwenye masuala ya kijeshi, umewekeza katika engo gani? Marekani na vifaa vya kijeshi vya teknolojia ya juu sana ambapo Irani hana. Sasa kitu kizuri ambacho Irani iliwin ni kumsoma Marekani ndani ya miaka 23 kwamba nguvu ya Marekani iko wapi. Majibu ya haraka Irani ikajua kabisa kwamba nguvu ya Marekani ili ishinde vita inategemea mambo matatu, na mimi niliwaeleza mapema last week. Jambo la kwanza ni kuhakikisha wanapiga zile sehemu zenu kuu ambazo nyinyi mnazitegemea. Jambo la pili, kuua viongozi wenu wote wale ambao mnawategemea. Na jambo la tatu la msingi ni kuchonganisha serikali na wananchi ili wawe na mzozo. Kupitia huo mzozo sasa wao unakuwa umewarahisishia kazi. Hii technique ameitumia sana. Alitumia Kosovo, alitumia Bosnia, alitumia 2003 kwa Saddam Hussein. Mara ya mwisho alitumia 2011 Libya kwa kumuua Gaddafi. Juzi hapa mwezi wa kwanza ametumia kwa Maduro, rais wa Venezuela, kulipa watu ili wakusaliti. Ndio maana amechukua masaa 2 kwa Maduro kuchukuliwa, jeshi lilimsaliti. Sasa Irani wamekuja pamoja. Majaribio ya kuitikisa serikali ya Irani ilifanyika mwezi wa 12, mwezi wa 11, mwezi wa 12 mwaka jana. Wakawa wako na hizo demonstrations zikafanyika mpaka mwezi wa kwanza. Hali hiyo ilimpa nguvu Marekani na Muisraeli kwamba tukiingia kwenye vita hawa jamaa na serikali yao watagombana, itakuwa rahisi kwetu sisi kuwapiga Irani. Hawezi kugombana na sisi alafu huku aweze kutuliza hii ghasia ya ndani. Sasa imewashangaza sana wa Marekani na Israeli, mbona tumewapiga hao mpaka sasa, lakini bado wanaendelea na hizi nguvu. Kitu ambacho niwaambia asubuhi, nikawaambia hivi, Marekani ametoa masaa 48 kuanzia Jumamosi, lakini tarehe 22 jana ametoa kauli tena akasema hivi kwamba Iran wanasubiri mimi nilipue hizo sehemu zao za umeme, mafuta pamoja na gasi, ili walipue nchi za Gulf zote. Hiyo itakuwa ni criminal. Sasa nikakwambia tusubirie Jumanne kuamka hicho kisiwa cha Kalga kiwe kimeenda ofu, na nikakwambia kwamba Trump hawezi kushambulia sababu anajua akishambulia anaenda chini, ataingia hasara akishambulia. Hawezi, ni mwongo huyu. Ndio hivyo sasa. Umeona Twitter yake? Mimi sizipost hizo Twitter hapa kwenye akaunti yangu. Amesema hivi, tuna siku 2 ya mazungumzo na viongozi wa Iran. Na asubuhi niliwaambia ziliundwa kabineti 3. Kabineti ya kwanza iliundwa tarehe 4. Marekani alivyoona vita vinaendelea, alimtumia rais wa Italy kuongea na Wairani ili wasizi fire. Irani ikakataa.
Tarehe 9 kwa mkia tarehe 10 Trump alikuwa na mazungumzo na Putin ndani ya saa nzima, na kitu cha msingi alimuomba vitu viwili vya msingi. Kitu cha kwanza alimwambia azalishe mafuta kwa wingi ili kukabiliana na hii hali ya upungufu wa mafuta. Jambo la pili akamwomba aingilie kati Trump ili Irani wa ceasefire. Irani wakakataa. Ya tatu nimwambia asubuhi ameunda cabinet ya nchi 3: Qatar, UK pamoja na Egypt. Ndio hiyo sasa mwenyewe amesema kwamba wana mazungumzo ya siku 2. Ameahirisha vita kwa kauli yake, vita siku 5. Hawezi kushambulia tena zile facilitation za mafuta, gasi pamoja na umeme vya Irani. Anaona amani ni bora. Hiyo kauli ni yake. Kauli kutoka kwa waziri mkuu wa zamani wa Israeli. Amesema hivi, Marekani imeshiriki vita vingi sana, ila wana miaka zaidi ya 60 hawajawahi kushinda vita. Na tatizo la Marekani ni moja: mwanzoni kwenye vita anaingiaga na nguvu nyingi sana, lakini vita vikifika katikati wanaanza kuogopa na kurudi nyuma. Sasa sisi kama Waisraeli tunatafuta njia gani ya kutoka kwenye hii vita? Tunashindwa. Tayari tumeingia tulipitia, yani kama tulidanganywa. Maana yake Irani walijipanga. Sasa huyu waziri wa zamani anajiuliza swali, Barak anajiuliza swali, tukienda kwenye meza ya mazungumzo na Irani watatupa masharti magumu ambayo yatatubana sisi, tutafanyaje? Ceasefire wanataka Waisraeli, ile wanaogopa masharti. Kuendelea na vita wanaogopa pia. Wewe unabisha, Marekani hajashindwa. Trump huyo, kila mtu alikuwa anategemea ndani ya masaa 48 kuanzia Jumamosi. Maana Jumapili, Jumatatu, leo tarehe 23 tulikuwa tunaamini tarehe 24 asubuhi tunaamka hivi Kalga yote iko chini. Kisiwa cha Kalga kiko chini, lakini ndio huyo anakuambia peace, amani ni bora. Kashashindwa. Techniques ambazo Marekani anatumia, it's old techniques, ni techniques za zamani, techniques za kuwahonga watu wa kusaliti. Ndio maana mara ya mwisho alisema hivi, tunatoa milioni 10 ya dola atakayetuonesha huyu mtoto wa Ayatollah Al-Khamenei yuko wapi. Hizi ni pesa, hizo ni techniques za zamani. Ukienda kwenye taifa ambalo tunajitambua, hiyo technique itafeli. Hiyo itafeli. Na hii imekuja baada ya kuona kwamba Iran anajibu seriously. Niliwaambia Iran haikuwa kwenye phase 1, ameingia kwenye phase 2 kupiga popote. Sasa kitendo cha Diego Garcia kushambuliwa, kitendo cha mji tegemezi wa Israeli kushambuliwa, Dimona, mifumo imefeli, wameogopa. Kitendo cha kuambiwa gafu itaenda off. Gafu itaenda off, sio umeme tu dadi. Itaenda off chini yote. Wameogopa. Nchi ya Katari, Saudi Arabia na UAE, United Arab Emirates, wao wanajua 70% ya wawekezaji wa hizi nchi 3 nimekutajia ni wa Marekani. Makampuni makubwa, hata hii Katari liquid field natural gas, 70% Marekani ndio wamewekeza. Sasa wanaogopa, jamaa amechanganyikiwa. Sasa yale masharti 6 waliotoa, watake wastake, Israeli na Marekani lazima wayakubali. Na ukiona yamekubaliwa kwenye meza ya makubaliano, Marekani anapoteza ubingwa. Marekani anapoteza superpower dadi. Sasa nikiwaletea hizi habari sio kama tuna guess, no. Mwanzoni walificha bila kuposti. Sasa hizi wameanza kuposti. Ndugu zanguni, kama ndio mara ya kwanza, tufuatilie kwenye mitandao ya kijamii yote. Hapa kwenye mitandao Facebook, Instagram pamoja na TikTok. Dakika hazitoshi, tukutane YouTube.